ndugu zangu, hii kadhia ya mambo ya kula mirathi kwa dhulma imetufikisha pabaya. Kuna baadhi ya familia mpaka leo hawasemezani. Kuna baadhi ya familia hawatoleani salamu. Kuna baadhi ya watu miongoni mwetu wana ahadi ya kutozikana. Mtu amemwambia ndugu yake waliozaliwa naye tumbo moja, mimi lao nitatangulia kufariki, jaribu kukaribia jeneza langu. Na hii yote ni kwa sababu ya mirathi. Ndugu zangu, leo kuna baadhi ya familia zimewachwa katika hali mbaya, na wazazi wao walikuwa ni watu wenye uwezo mkubwa sana, watu ambaye leo waliishi pamoja, wakala sinia moja, walikuwa wanapendana, wanashauriana, kila mmoja anamjulia mwenzie. Leo wameshakata kizazi, hakuna mtu katika wao hayuko tayari kumwona ndugu yake mbele yake. Yule ambaye aliwahi kuongea kwa bwana, mimi nawapenda mandugu zangu kuliko mali, sasa amebadilisha mazungumzo yake. Anasema kama kuna watu mimi nawachukia katika dunia hii, hakuna kama ndugu yangu. Mimi namchukia dada yangu kupita kiasi, wala sitaki kumwona ndugu yangu. Pata kujua ndugu yangu, wewe ambaye unayekula mali ya mirathi, wewe ambaye unayemdhulumu yatima, wewe ambaye unayedhulumu madada zako na ndugu zako, walipita watu katika dunia hii ambaye ni madhalim kuliko wewe, na mwisho wao ilikuwa nini? Firaun alidhulumu na akafanya kila aina ya khiana, lakini mwisho wake aliangamizwa kwa maji. Ilitumika bahari kumwangamiza Firaun, na hii ilikuwa ni maangamizi mabaya. Leo Namrud alifanya dhulma ngapi, alifanya khiana ngapi katika dunia hii, lakini mwisho wake ilikuwa nini? Aliangamizwa kwa mbu. Ilitumika mbu ikaingia kwenye pua yake hapa, akawa huyu bwana hawezi kulala, hawezi kula, hawezi kusimama, hawezi kukaa, mpaka mwisho ile dhiki aliyokuwa naye akachukua nyundo akaanza kujipiga uso wake mpaka akaiponda ikawa vipande na akaanguka hapo akafa, na dhulma yote iliishia hapo. Leo Qarun alifanya dhulma ngapi katika dunia hii, alifanya khiana ngapi? Mwisho wake alizamishwa katika ardhi hii akiwa mzima, yeye na familia yake.